nilikutana nayo 2020 na mama yangu mdogo aliona tangazo mtandaoni, aliona tangazo Facebook, akawa amenipigia tu dogo tuende kwenye mkutano. Kwa sababu ni mamangu mdogo nikamkubalia, ila kiuhalisia nilikuwa nimekata tamaa ya maisha. Yani nilikuwa sitamani kufanya chochote. Nilikuwa naona kama vile nimezulumiwa kitu. Yani kama vile nimefanywa sio kitu gani. Kwa hiyo nilikuwa naona kama vile mbona kama maisha yangu yataishia hapa, yani sielewi chochote. Yani nitafanyaje? Kwa hiyo ile alivyoniambia tuende kwenye mkutano nilienda kwa sababu ni mamangu mdogo. Tumefika kwenye mkutano. Nakuta ni network marketing. Yani I lost appetite kabisa. And I was like, wamalize niondoke zangu. Sina muda pa kupoteza. Kwa hiyo wakafundisha na walifundisha vizuri. Na that day walikuwa wanapewa check. Kipindisho walikuwa wanapewa check ya Standard Chartered. Basi wanaita watu pale mbele. Niwaambie nilikuwa naona hawa watu wanajishaua. Hivi yani ukiwa bwana una stress na maisha kila kitu unakiona in a negative way. Kwa hiyo I was fully negative. Nilikuwa nina negative kuanzia kwenye nywele mpaka kwenye unyayo. Wakapewa pale sio walifanya nini wengine, wakapewa hela. Nilikuwa nasema wamalize niondoke. So baada ya kumaliza ule mkutano ilikuwa Sinza pale. Wakasema kila mgeni akutane na mwenyeji wake, sijui bla bla bla. Mimi mwenyeji wangu tulivyoonana akaniuliza unaonaje? Mimi nikamwambia nitakutafuta. I have a lot in my plate. Kwa hiyo sitaweza sitaweza kufanya kazi kwa sasa hivi. Hiyo a lot nilikuwa nashindia uji na mkate. Yani nilikuwa nina maisha very terrible. Nilikuwa na maisha mabaya. Ya stress. Yani kulala na kuamka kwangu ilikuwa very stressful. Kwa hiyo ile namwambia nina vitu vingi kwenye plate yangu, nilikuwa nina nothing. Nilikuwa nakesha na movie 1:00 usiku mpaka 1:00 asubuhi. Ikifika 1:00 asubuhi ndio nalala. Nikiamka kwenye 7:00, 8:00, 9:00 huko. Ninakoroga uji wangu, nimenunua mkate wangu ule 1500, naweza nikaula hata siku 4. Hayo ndio alikuwa maisha yangu. Lakini nimepewa opportunity nikaanza kuleta ujeuri. So mamangu mdogo yeye alipenda, akasema mimi naanza huyu Lili nitajua cha kumfanyia. Akawa ameanza biashara. Maisha yameenda, nikafukuzwa kwenye nyumba ile. So nikawa nasema sina option yote, natakiwa nifanye kitu cha kunipa pesa. Ile aibu ya kurudi nyumbani ilikuwa kwa kweli ni aibu mbaya. Kwa sababu nyumbani hawakuniambia chochote, lakini mimi tu moyoni mwangu nilisema nataka kufanya maisha. Nimerudi nyumbani na ina maana maisha yamenishinda. Kwa mamangu akaanza kunitafutia connection, like hebu ongea na watu wa shule, ufundishe. Nikawa naona kama vile mimi kufundisha haifai. Kwa hiyo nikawa nimemconsult kuhusu biashara ambayo niliisikia. Akawa ameniambia kama inaweza kukupa pesa, it's okay, nenda kafanye. Shida ikaja kwenye mtaji. Kipindi mimi naanza biashara mtaji tulikuwa tunaambiwa haki na 61. Lakini nilikuwa sina hata laki, hata 20,000 nilikuwa sina. Kwa hiyo nikamrudia mamangu mdogo, akasema haina shida, akaongea na babangu mdogo. Sasa babangu mdogo akasema Lili ni bright, kwa nini asisome masters? Hapo ndipo nilipoambia mimi sitaki kusoma chochote, sitaki masters, sitaki nini, nataka mnipe hiyo hela ya ada ya masters nifanye biashara. So kwa kuna mvutano kati ya wazazi na mimi, lakini mwisho wa siku nikapewa mtaji, nikaa nimeanza biashara. Sijuti kuanza biashara Neolife. Na mind you, sikuwa nakataa kuanza biashara kwa sababu niliona ni ngumu au ni mbaya. Nilikuwa tu nina scars, nilikuwa nina makovu, nina maumivu. Unajua kuna mtu anayeumizwa kwenye mahusiano, hataki tena mahusiano. Sio kama mahusiano ni mabaya, kuna watu wanaenjoy mahusiano. Kuna mtu ameumizwa kwenye ndoa. Sio kama ndoa ni mbaya, lakini kwa sababu yeye ameumizwa haoni tena maana ya nini? Ya ndoa. So nilikuwa na maumivu, nilitakiwa kuheal ili niweze kufanya. Baada ya kuanza biashara, mimi nilisajiliwa mwezi wa 5 2020. Sasa nafanya nikapata step yangu ya kwanza ya manager. Sasa kipindi kile kama kuna watu wa nyuma kidogo wanaweza wakawa nafahamu. 2020-2021 ilikuwa ukifanya PV 250 unakuwa manager, ilikuwa ni incentive. Na hiyo 250 unakuwa umefungua window ya kwenda kuwa director. Kipindi hicho kabisa. Kwa hiyo mimi nilifanya PV 250 nikawa manager. Mimi sikuelewa manager wenyewe. Kwa hiyo mimi nikaambiwa tutuma picha umekuwa manager. Basi
Siku hiyo nilikuwa sijui naenda wapi. Nikasimama tu kwenye majani, nikamwambia mtu nilikuwa na, hebu nipige picha hapo. Akanipiga picha nikatuma, wakanipongeza. Hongera, umekuwa manager na nini na nini. Sasa mimi nilielewa tu kwamba nitauza, nitapata faida. Kumbe kulikuwa kuna kulipwa. Kumbuka na kiongozi wangu mimi ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo hakunifundisha chochote. Training ilivyoanza kutoka mimi nikasema hii ni biashara, nikamwambia hebu nitumieni bidhaa, nikaanza kushare, nikaanza kuuza. Kwa hiyo kulipwa, nilikuwa kwenye ile kampuni tunalipwa na sikuwa najua kama huku tunalipwa. Nilikuwa najua tutafanya hivyo. Na ile cheki siku ile niliona wanapata hela, lakini sikugundua kwamba ni hela za kwa sababu siku ile sikuruhusu yani mlango wa kuelewa. So nikawa manager, nikalipwa 12,000. Kati ya hela niliyoidharau ni ile 12,000. Yaani nikamwambia kiongozi wangu, hivi wewe ni wakuja kunipongeza nimepata 12,000. 12,000, yaani inanisaidia nini? Akaniambia tu amini kwamba kuna siku sijui utapata sijui hela kwenye 12,000, ongeza 0.0. Nikamwambia bwana, mambo ya siasa mimi sitaki. Nimelipwa 12,000, nimelipwa 12,000. Mambo ya kusema niongeze 0.0 mimi hapana. Basi akaniambia hiyo hela nikuwekea wapi? Nikamwambia hiyo hela bwana tumia. Mimi siitaki. 12,000 hela gani? Hebu tumia kama vocha. Lakini wakawa wameniambia kwamba nimepata nafasi ya kwenda beach. Kwenda kwangu beach ndio kuli-unlock potential niliyokuwa nayo. Kwa sababu nilivyotoka beach nilisema I'm going to do this business. Kwenye jua, kwenye mvua. Yaani wamenipeleka beach. Huwa tunaenda beach na familia. Yani hivyo. Haikuwa kitu cha kwanza, haikuwa mara ya kwanza, ilikuwa kitu cha kushangaza. Lakini the treatment was very special. Yani mimi kwenda beach, kulipiwa kila kitu. Sijui ni nikamwambia tukitoka hapa tunaenda wapi tena? Hebu niambieni vizuri. Kwa sababu mimi haya ndio mambo ninayoyataka. Wakasema tukitoka hapa sisi tunaenda Zanzibar. Zanzibar sifanya PV 500. Jamani, nilienda kustafuta hizo PV 500. Nilikuwa kama nimewehuka. Nikasema ninataka kwenda huko Zanzibar. Kwa hiyo biashara yangu niseme rasmi ilianza baada ya mimi kwenda beach. Na niwaambie ni wapendwa wangu, ile incentive iligusa hitaji langu moja kwa moja. Hujui unataka nini, hujui ndoto zako, utapotea. You will be lost. Yani utajitafuta, utakuwa ujipati. Ndio hapo PV 100 usipozipata au zimebaki PV 250 ufike sini ya manager unaziacha kwa sababu huna focus. Hujui unataka nini new life. Hujui new life ikupe nini. Kwa jitafute, hujui unataka nini new life. Mimi nilisema as long as napenda maisha mazuri, yani mimi niende sehemu nzuri, nilale sehemu nzuri, nile vizuri, nisafiri, yani tu unanimaliza. Napenda sana hivyo vitu. So nikasema hapa sasa ndo mmenipata. Nitaenda kufanya biashara, mtashangaa. Kitu cha kwanza ambacho nilifanya, niliandaa name list ya watu 500. Upline wangu nilikuwa nikimpelekea zile name list ananifukuza. Yaani ushakuwa na upline anasema, sasa nani? Downline, hebu fanya kazi hapo, apigie. Nilikuwa nina name list. Kuna kitabu fulani hivi nilikipata stationery kirefu. Yaani nilikuwa nimeandika name list. Nilianzia primary, nikaja O level, nikaja advance. Chuoni tu tulikuwa watu 500. Yaani hiyo faculty ya education tulikuwa like 500, and I was like knowing watu nusu ya chuo nusu ya darasa. Nilikuwa na wajua wote nilikuwa naongea nao, na wajua kwa sura, na wajua kwa majina. Kwa hiyo nikaandika name list pale. Nikasema mimi ninataka niwe msafiri wa dunia. Kwa ile name list nilikuwa naandika ili nisajili watu. Kipindi hicho safari ilikuwa ni Czech Republic. I think it was Czech Republic. Na nikaona kama nitaenda. Kwa nilijua kabisa kwa sababu nimeshafanya network marketing. Without people sitaenda popote. Kwa natakiwa nitulie, niongee na watu, waanze biashara, niende Czech Republic. Nilikuwa ninaongea na simu mpaka kichwa kinataka kubomoka. Yaani kwa nikitoka training siongei tena. Yaani nikifika nyumbani mamdogo anasema za Mwenge. Yaani tunamjibu vizuri. Nikifika pale
naweza nikalala kwenye sahani, yani nikiwa nakula. Yani najikuta usingizi umenibeba kabisa, nimeondoka, nimechoka, sina. Kwa hiyo nilikuwa nimefocus. Nikaanza kusponsor huku kwenye timu yetu tunakuwa na mashindano ya rally. Yanakuwa yanafanyika kila baada ya miezi mitatu, sio mitano. Nikaanza kushika numbers kwenye rally. Mara nakuwa 5, mpaka nikashika namba 2, best sponsoring, best senior. Yani niwaambieni, maisha yakaanza kubadilika. Nikaanza kupata pesa. Nikawa senior manager, nikawa executive. Nimekaa kwenye executive kwa muda mrefu kidogo, kwa sababu nilipofika executive ni kama nilirelax. Inawezekana na wewe umerelax. Yani mimi nilipofika executive tena, baada ya ile safari ya Czech Republic, walienda, badala ya kwenda Czech walienda Dubai. Baada ya kwenda wakarudi, ni kama ndoto zangu za kusafiri zikawa zimezimwa. Nikawa sana naona ngoja tujenge biashara. Kwa hiyo nimekaa executive karibia mwaka mzima. Yani niko tu hapo, napata hiyo 400,000, najiona kama napata hela. Nikashindwa kuzichochea ndoto zangu. Nikawa tu pale niko kwenye comfort zone. Lakini hapa mwanzoni nilijenga biashara kwa speed sana, kwa sababu kuna kitu kwa kina trigger moyo wangu kufanya. So namshukuru Mungu, nikaja nikawa director. Mimi nimekuwa director 2023 mwezi wa 5, exactly 3 years baada ya kuanza biashara. Na bonus yangu ya kwanza as a director nilipata 1,600,000. Kiukweli mimi wanawaambia watu Neo Life, hela ni muhimu kuzipata, lakini mimi sikuweka malengo kwenye hela. Yani sikuweka ndoto zangu kwenye pesa. Niliweka ndoto zangu kwenye kusafiri. Kwa hiyo nikipata pesa nasema Jehova nakushukuru Baba, umenibariki. Lakini yani ikitokea safari nasikia kuchanganyikiwa. So ile hela nilivyoipata ilikuwa ni sehemu ya kumwaminisha mama yangu na baba yangu kwamba ninachokifanya kina matokeo, kwa sababu in a course of 3 years my dad and mom hawakuwa wananielewa. Yani mom was like, umefanyaje? Wewe umepatwa na nini Lili? Kwa nini usiombe kazi? Kwa nini umengangania hiyo biashara? Umeshafanya almost miaka 3, haikupi matokeo. Unangangania nini? Basi chukua namba ya TAMISEMI, wapigie. Chukua sijui huyu hapa mwalimu. Mimi namwambia mama, nitaenda kuwa tajiri. Yani mama, hivi unajua nitakupeleka, nilikuwa naongea vitu naonekana mwenda wazimu. Namwambia mama, hivi unajua nitakununulia gari wewe? Nitakuja kuwa tajiri. Yani nikiongea wanasema mwenda wazimu sasa huyu hapa. Sijui nilizaa kitu gani mimi. Wengine wamezaa watoto, mimi sijui nimezaa nini. Lakini hayo yote nilipopata 1,000,000 ile nikamsikilisha tena, nikamwambia mama, nimepata hii hela. Yani akanipigia simu akasema, wewe wamekulipa hiyo hela, usiache. Yani niwaambia, aliongea hivyo. Aliongea kama vile hataki majirani wasikie kama nimepata 1,000,000. Pale ndo nilipoanza kupata support ya mama. Akaanza kuniambia biashara, ananipigia simu sasa, asemi biashara yako ni mbaya. Anapiga simu anasema biashara inaendaje? Mambo yakoje huko? Hiyo 1,000,000 wanakulipa kila mwezi. Nikamwambia sasa ili mambo yasiwe mengi. Nikamwambia wananilipa kila mwezi. Tusianze tena kueleweshana biashara. Unajua mama, nikifanya hivi nitapata 1,000,000. Ila zisipofika hizi PV sipati 1,000,000. Nikamwambia mama, kila mwezi mzigo unasoma kwenye account. Kwa hiyo tujiandae kuwa na mtoto milionea. Nikawa nikipata hela namtumia. Ambia sasa mama, kwenye ile 1,000,000 niliwaambia nitakuja kukupa maisha mazuri. Namtumia 50,000. Hata kama nimepata 400,000 namtumia 50,000. Namwambia mama, ili ni gawio la ule umilionea ambao nilikwambia na uelekea. Ili nimwaminishe, kwa sababu nisingefika hapa nilipo kama mama yangu asingekuwa ananisupport. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Kwa sababu ndoto yangu ilikuwa ni kusafiri, nikaja nikapiga step 2025 ya kuwa Safa ya director. Sasa nikaanza kuona utofauti. Hela ikaongezeka. Ikatoka 1,000,000 kwenda 2,000,000 plus. Nika excited. Nikamwambia mama, hela imeongezeka. Sasa hizi simwambii jamani. Yaani sasa hizi namwambia tu ni ile 2,000,000 maana nishaanza kuona anasema nunua kiwanja, unajua ardhi, sijui nini, anaanza kunipangia kwenye hela yangu. Nikaona huyu simwambii hela zinavyoongezeka. Nataka tu akae kwenye hiyo 2,000,000. Kaanza kumwambia mama, sasa hizi imekuwa 3,000,000, 4,000,000. Anaanza kaanza kuniambia sasa hizo hela hebu leta nikutunzie. 2,000,000 zinamtosha. Kwa hiyo nikamwambia, lakini nikawa nimepata nafasi ya kwenda leadership school. Na yeye ni partner wangu, mama yangu. Kwa hiyo nikamwambia twende leadership, akaniambia sasa unajua, kwa vile hajaelewa haya mambo akakataa kwenda leadership.
nikawa nimeenda peke yangu, lakini kwenye leadership nilipata mafunzo ambayo sitakaa niyasahau. Ni mafunzo ambayo yalinitengeneza ubongo vibaya mno. Yani ubongo wangu ni kama nilipata ubongo ulikuwa rejuvenated. Ni kama ulifanywa msasa. Nilitoka kule nikiwa na picha tofauti na yani picha nyingine kuhusu biashara ya Neo Life. Na moyoni mwangu mimi toka nimekuwa director nilikuwa nasema yani hata ije nini, I'll be in Neo Life. Hata kitokee nini, nitakuwa hapa mpaka nitimize ndoto zangu. So 2025 hiyo nimekuwa Safa ya director. Trip yangu ya kwanza kama Safa ya director ilikuwa ni Cape Town. Kwa sababu nilikuwa nimeshasafiri 2024, kidogo sikuwa na weweseko. Maana 2024 nilikuwa na weweseko mmoja kiboko. Yaani sikulala siku hiyo. Tulikuwa tunaenda kwa Charlie. Yaani nilikuwa na weweseka. Nikiamka naona kama ndege imeniacha. Naota ndoto nakimbiza ndege. Yaani tu mambo yalikuwa mengi. Kasema hebu nisilale. Nikae tu macho mpaka muda wa kuondoka. Nisije nikaachwa. Lakini Cape Town nilikuwa tayari na experience kidogo, na niwaambie nimemiliki passport mimi 2024 kwa mara ya kwanza. Na hiyo passport nilisumbuliwa jamani. Mpaka nikawa nasema hii mizimu ya Kigoma hii haitaki nisafiri nje ya nchi. Nikawa na I rebuke you in the name of Jesus. Nitapata passport. Yani nyie mabibi wa Kigoma na wazika washenzi wakubwa nyie, mnataka nisisafiri. Kwa hiyo nikawa nasema mbona mpita inakuwa kubwa, kwa sababu passport ilinisumbua kuipata. Lakini sasa hivi namiliki passport ya miaka 10, niko excited sana. So Cape Town pia ilinifundisha vitu vingi. Niliwaona wa Nigeria ambao wanafanya biashara usiku na mchana. Niliwaona Nigerians wanasema wanatoka Nigeria wanaenda nchi fulani kujenga biashara. Niliondoka na hicho kitu. Na niwaambie sasa hivi ninajenga biashara mkoani. Nafunga safari na kaa almost 2 weeks. Hata mwezi unaweza kaisha niko mkoani, niko najenga biashara. Kwa hiyo niliondoka na hicho kitu kutoka kwa Nigeria. Kama wao wanaenda kwenye nchi, wanajenga biashara, naweza nisiende kwenye nchi, lakini Tanzania tuna mikoa. So nilitoka na hicho na ninakifanyia kazi. Yaani ninakifanyia kazi very serious. Ninakuja mikoani kama sasa hivi niko Babati, nimetoka Arusha, nimefanya mkutano wa Arusha na watu wangu, nimekuja Babati nina mkutano, alafu nitarudi Dar es Salaam. Mwezi ujao nina ratiba nyingine ya kwenda mkoani, yaani mpaka kieleweke. Kwa hiyo nimeshaelewa biashara ni vitu tu nafanya tu movement ili biashara iweze kwenda. So nikarudi Tanzania, nikaendelea kujenga biashara. Hela inaendelea kuongezeka wapendwa wangu. Yaani unaendelea kupiga steps, hela inaongezeka. Hela inaongezeka. Yaani mpaka juzi nilikuwa namwambia apply, au nibadilishe ndoto. Au niachane na kusafiri mimi nianze kufocus na pesa. Lakini sasa niweke pesa shilingi ngapi? Niweke pesa shilingi ngapi? Nasema hebu ngoja tu niendelee na hitaji langu. Mimi dream destination yangu ni Korea. I love Korea. Na ninatamani siku nikienda nisikae sijui wiki 2. Yaani nikae hata wiki 3, nikae hata mwezi, ninapapenda. Hiyo ndo dream destination na ninajua nitaenda. Whether na Neo Life au na hela nilizozipata Neo Life. So kama we hauna ndoto, my dear, huwezi kuwa motivated kufanya biashara. Utakuwa tu kiongozi, mwezi huu naomba nipumzike. Nitafanya mwezi ujao. Unapumzika kwani Neo Life tunakimbizana? Tunakimbia mchaka. Yaani wewe unapumzikaga nini ndugu yangu? Unaanza kumwambia sasa kiongozi, naona mwezi huu mambo hayajawa sawa. Mambo gani? Wewe kila mwezi mambo hayajakaa sawa. Lini yatakaa sawa? Hauna ndoto. Uko tu hapo unaenda kama upepo, bendera inakupeleka huku, inakurudisha huku, unapeperukia kule. Yaani ndo upo tu. Mtu akikukuta training akikwambia twende Kariakoo, umo. Unaenda na wewe Kariakoo. Anakuambia twende Sinza hapo unipeleke kwenye maduka. Umeenda, huna malengo. Yaani tu uko hapo uelewi kama uko kwenye biashara ambayo inaweza kukupa kila kitu ukatimiza ndoto zako. So namshukuru Mungu 2020 na tuko 26. Yes, this year January nikapiga step yangu ya One Ruby Director. Yaani nilipopiga step ya One Ruby Director ndo nikasema this is business. Kwa sababu hiyo step kidogo ilitoa roho. Nilikuwa silali mpaka ngozi ilikosa nuru. And I was like lazima niipige. Yaani kwa namwambia apply, yaani lazima tu niipige. Nitaipata. Mungu ameniletea hawa watu, inabidi tu niipate. Kwa sababu saizi wana moto, inabidi tu niipate.
Yani nilikuwa ninalala, nadhani kwa naota, ningekuwa na mtu nalala naye angekuwa ananiambia Lili unaota unaongea. Yani nilikuwa nasema lazima niipate. Nikimpigia simu upline kila siku nikasema ili niwe motivated niipate hiyo step. Nitampigia upline kila siku asubuhi. Nilikuwa nampigia asubuhi, kila tukimaliza Zoom nampigia upline simu, namwambia upline hebu niite upcoming Ruby. Ananiambia upcoming Ruby. Namwambia rudia tena. Anarudia upcoming Ruby, namwambia sasa rudia mara ya 3. Upcoming Ruby, namwambia sasa apply, naenda kwa Ruby. Yani nilikuwa nahitaji mtu wa kuniambia hiyo Ruby kila siku ili niweze kuchomoka. Kumbuka step hizi za Sapphire na Ruby tunaenda miezi 3. Kwa sio kazi nyepesi. Yani nakumbuka kuna mwezi nilianza step. Tena hiyo step ilikuja tu automatic. Yani mimi naona tu PV zimejaa vipu. 1 Ruby. Mwezi uliofuata step haieleweki ilienda wapi. Kwa hiyo nikawa sielewi. Tukakaa baadaye hapo na kanikalisha chini akasema hivi unajua wewe unaleta utani na maisha. Hata kama hutaki hela nyingi mio life. Hivi unajua unapoteza hela shilingi ngapi hapa? Wakanikalisha chini hapo kitimoto, wakanielekeza namna ambapo ninapoteza pesa. Ambapo leo wewe hapo uko unapoteza pesa, inawezekana kutoka hapo kwenye manager kwenda senior manager unapoteza hela. Yaani kuacha ile step isifike unapoteza hela. Uko hapo leo ni executive unapoteza ile. Unajua kutoka executive analipa 400,000, ukienda direct analipa milioni. Kwa unapoteza 600,000 kila mwezi kwa kungangania ile step la executive. Kutoka senior manager labda unalipa 200,000 kwenda executive unapoteza almost 300,000 kwa sababu tu umengangana na senior manager yako. Kwa walivyonionyesha namna gani napoteza hela, wakasema hebu tafuta kitu cha kufanyia kazi hii hela. Kwa tukaweka malengo ya gari. Tutanunua gari. Utakuwa una save. Utakuwa una save ili tununue gari. Kwa utakuwa una save milioni 1. Kwa ikabidi niingie kwenye mchezo wa kucheza milioni 1. Ili akili nikae sawa. Na niwaambieni akili ilinikaa sawa. Kwa sababu nisipopata milioni 2, nikipata milioni 1 yote inaenda kwenye mchezo na baki sina hela. Nahitaji matangazo, nahitaji kutoa incentive, nahitaji nikasema hapana, hapa inabidi nifanye kazi. Kwa hiyo niliingia kwenye msuli. Unajua wale watu ambao tumesoma nao shule, yani wanasoma kama wanasomea kijiji. Yani usiku anasoma, mchana anasoma, yani tu yamekamia maisha. Na mimi nikasema yani nitakamia hii biashara mpaka nipate hizo hela. Kwa sababu nisipozipata hizo hela sitaweza kucheza huo mchezo wa milioni 1. Nitaishije? Alafu nina kikoba. Nina nini? Kwa hiyo nikasema hapana. Hii akili ikae sawa. Ndio hapo tukaweka malengo ya kwenda kwa Ruby. Ndio hapo nikasema ili nipate motivation, natakiwa niwaambie watu, na wanasema kwenye haya maisha kutaka kufanikiwa, share ndoto zako na watu ambao unawaogopa, unawaheshimu. Alafu ukishare nao wape deadline. Labda unamwambia mtu, mimi mpaka mwakani mwezi wa 12 nataka niwe nimenunua gari. Mwambie mtu unayemheshimu na unayemuogopa. Wale watu wakikukumbusha, akili yako lazima icheze. Ubongo wako lazima utikisike. Kwa hiyo utajikuta unafanya kazi. Kwa hiyo mimi hiyo nilishare na mama, nikashare na upline. Kwa hiyo upline mmoja akijua, upline wote wanajua. Kwa hiyo nilishare na upline, nikashare na mama, nikamwambia mama, mimi nataka kupata step inaitwa Ruby Director. Na upline sasa nikamwambia hivyo. Kwa hiyo mama nikawa namwambia kazi yako kubwa, kila baada ya wiki nipigie simu unimotivate, unitie moyo. Yaani kuna kipindi kwa nampigia simu namwambia mama uko sehemu nzuri, hebu nitamkie maneno mazuri, nibariki basi. Naambia nibariki, ananiambia mwanangu si ukafanikiwe, kapu lako lisipungue, ukabarikiwe wingi hapo na utokapo. Akimaliza namtumia 20,000, namwambia sadaka hiyo mtumishi. Asante kwa baraka. Niwaambieni mimi vimefanya kazi. Kwa sababu nilikuwa tayari nina imani, nilikuwa natakiwa tu nipate motivation ili nitoke kwenye Sapphire niende kwenye Ruby, kwa sababu PV zilikuwa zinajaa mpaka zinamwagika. So namshukuru Mungu, zile sadaka nilizokuwa natoa kwa mtumishi mama zilifanya kazi. Na ile kupata motivation kutoka kwa upline pia ilifanya kazi, kwa sababu mama nilikuwa nampiga sadaka, upline namwambia hebu usema niite mara 3 kila siku asubuhi. Niite Ruby. Ananiita upcoming Ruby mara 3, namwambia yani upline naenda kwa Ruby.
Kwa nikaanza step zangu za Ruby mpaka nikamaliza, nikatangazwa Januari mwaka huu as a Ruby director. Kwa kweli nilifurahi sana sana, na nikapata yani nikapata bonus nzuri. Unajua ukiwa Ruby hela inatoka 3 mpaka 4. Nikaanza kuona mbona hizi hela ni tamu sana, mbona ni nzuri, yani natakiwa nipambane. Kwa yani nikawa nacheza ule mchezo bila stress, napata hela, na save UTT, nacheza kikoba, yani tu hela inatosha mpaka inabaki. Kwa sababu mimi sio mtumizi sana wa pesa, yani hela inabaki. Kwa hiyo mpaka bonus nyingine inakuja. Nimeshapanga bajeti zangu. Nilipata somo moja la hekima ya kimungu, namna hekima ya kimungu upande wa finance. Kwa hiyo mimi hela zangu zote huwa nazigawa kwa asilimia. Kwa hiyo zinafanya kazi kwa asilimia. Kama matumizi ni 50% na imesoma 500,000, ni 500,000 hiyo tu ndo nitakayoitumia. Kwa namshukuru Mungu, maisha yamebadilika. Naendelea na maisha. Nina ndoto kubwa kama binti. Ndoto yangu kubwa ni kusafiri. Yani mimi ningekuwa sipo New Life nakaa nafanya majukumu, yani mngekuwa mnasikia Lilian Donge yupo Dubai, Lilian Donge yupo Japan, Lilian Donge yuko Paris. Yani si mnaelewa, kwa sababu ndo mambo yangu. Kwa ningekuwa tu niko hapo na ni solo traveler, niko nazulula hapo. Lakini niko najenga biashara ili nipe pesa ambayo nasema tumeshafunga mwezi. Hii wiki ya kwanza hebu niende Dubai kwanza nikapumzike. Hii wiki ya kwanza hebu niende Singapore nikapumzike. Nimeandika hadi destination ambazo Tanzania tunaingia bila visa. Nimeshaziandika. Nitazianzia hizo. Alafu ndo nije zenye visa huko. Kuna mtu yuko German, nimemwambia kuna mwezi nitakuomba uniandike barua ya ukaribisho nije German kutembea. Kwa hiyo yani ni mimi tu niko na mandoto yangu. So leo nimejaribu kuelezea kwa upana, especially kwenye upande wa step, kwa sababu tuko tunakaribia mwisho wa mwezi. Ni mwezi yani tunakaribia sehemu ambayo unatakiwa step up. Unatakiwa utoke hapo ulipo, na vinaanzia kwenye matamanio. Nikwambie vinaanzia rohoni kabla havijathibitika mwilini. Yani kabla hatujasema ngoja nitafute jina hapa, Clara amekuwa director. Kabla tujasema Clara ni director, huyu Clara moyoni mwake anakuwa tayari alishajiambia mimi mwezi huu lazima niwe director. Na nikwambie you are not late. Tuna leo ni Ijumaa, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu na Jumanne. Jumanne ndo tunafunga mwezi kabisa. Sijui Jumatano ndo tunafunga mwezi kabisa. Sasa ng'ombe New Life ananenepa siku ya mnada. Mimi wanawaambia watu anaweza akanenepa, anaweza kanenepa kwa mteja, yani yule unamalizana na mteja ananenepa New Life hiyo. Kwa inawezekana wewe leo hapo ng'ombe wako amekonda, PV zinasoma 1,500 mpaka saa hizi, na wewe kwa akili zako sasa umemaliza. Yani kwa akili zako unaona mbona kama ndo nimefika mwisho hapa tu, mchezo umeshaisha. Unamwambia upline, mimi naona tu ngoja niendelee kusukuma, lakini executive mtakuwa mwezi ujao. My dear, PV 1,500 unaweza ukawa hata director kama una window. Nimesema ng'ombe ananenepea mkononi mwa mteja. Unaweza ukamnenepesha ng'ombe mkononi mwa mteja. Sasa anza kujiambia leo, rudi kwenye points zako. Kama una back office, ingia back office. Angalia umefikia wapi. Alafu ujiambie wakati mwezi unaanza, moyo wako ulikwambia uwe nani? Kwa sababu yani tu watu tunakuwa yani wanadamu tunakuwa na mabadiliko kama mabadiliko ya tabia nchi. Unaamka asubuhi jua ni kali, mchana mvua inanyesha, jioni tetemeko. Chochote tu kinaweza katokea, mabadiliko ya tabia nchi. Sasa na wagavi nipo hivyo, wana mabadiliko ya tabia nchi. Wana mabadiliko, yani anaanza mwezi, anakuambia mwezi huu lazima niwe director, yani namaliza. Ikifika tarehe 20, yani upline naona tu nita maintain title. Ikifika mwisho wa mwezi, upline mimi naona 2,000 zimenishinda, kwa hiyo nitafanya buku. Yani tayari tetemeko limeshatokea, nyumba zimeanza kubomoka. Sasa turudi kwenye lengo la mwanzo wa mwezi. Ulikuwa unataka kuwa nani?
ili sasa tukalimalize, kwa sababu ukiwa ni mtu wa kuandika malengo uyatimizi, akili yako, ubongo wako unajitengeneza kwa namna ambayo hata usipomaliza yenyewe inaona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo mwili wako, mapokeo yako yanaona hata nisipomaliza kumbe hamna shida. Lakini when it comes to a situation ambayo unaforce mambo yatokee, ndio hapo utajikuta unapata matokeo mazuri kwenye biashara yako. Kwa hiyo kama unataka kuwa executive, saizi una PV 500, nenda kafanye chochote umalizie hizo PV. Na nikisema kufanya chochote, namaanisha chochote. Kwa hiyo niwarudishe nyuma. Kipindi nataka kuwa director, kila tukianza mwezi, mimi mwenyewe nishaikuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tena mimi nilikuwa nakuwa nini tetemeko, sijui nini, upepo wa kisulisuli. Yaani mimi nilikuwa na peperuka kama upepo wa kisulisuli, sionekani tena mwisho wa mwezi. Kwa naanza na upline, yaani mwezi wa upline nakuwa director. Afu mwisho wa mwezi ukifika, zikishafika tu PV zangu 2000, kwanza nabeba mizigo naenda nyumbani. Yaani upline ananiuliza, unaenda wapi? Naambia PV zishafika, naenda kupumzika mimi nyumbani. Nifanyeje tena? Yaani nilikuwa naona PV 2000 mimi nazitoa wapi za kumalizia. Siku moja akanikalisha chini akasema, hivi unajua hujataka kuwa director? Namwambia mimi nataka. Yaani mimi upline nataka sana kuwa director. Akaniambia wewe hutaki kuwa director wewe. Wanaotaka unafikiri wanakuwa na vitabia kama vya kwako. Nikamuuliza nina vitabia gani mimi? Mbona tu niko sawa? Sasa plan PV zimekuja 2000 nyingine nitazitoa wapi mimi? Siwezi. Kwa na peperuka tena mimi nilikuwa bomu la Hiroshima, nikilipuka na unguza kila kitu. Yaani upline ananiambia chochote, utaniambia nini wewe? Siku niliyotaka mimi ndo nilikuwa namwambia upline, sasa hapa zimebaki PV. Mimi nimekuwa director. Zilikuwa zimebaki wiki moja tumalize mwezi. Nilikuwa na PV 1500. Wapendwa, nilivuta PV zikafika 4000. Nilivuta PV zikasogea zikaja 3000. Kwa hiyo nilikuwa nimebakiza PV 1000 kuwa director. Hapa na kaniambia sasa kwa sababu unataka inabidi tuzimalizie. Naanza kumwambia sasa hizi 1000 hapa nitazitoa hapa. Akasema unazitoa wapi? Si nataka kuwa director. Chukua stock. Na kwa kipindi chote hicho mimi sikuwahi kuwa na stock yoyote. Mimi nilikuwa nauza na kusponsor. Kwa PV zangu 2000 zilikuwa zinakuja kwa kusponsor, watu wangu walikuwa wanafanya biashara. Akaniambia sasa, hizi 1000 kweli unataka uziache lini? Tukapiga hesabu. Kipindi hicho traineni kesi ilikuwa inauzwa 500,000. Nikamwambia ya upline, mimi milioni 2 nitazitoa wapi? Sina. Nikapiga simu kwa downlines zikasogea. Zikabaki kama PV 700. Kwa nikachukua stock yangu ya PV 700 nikawa director. Ever since nimefanya hayo maamuzi, sijawahi kuambiwa Lili fanya. Na mimi sifanyi stock kwa sababu sijui labda nimepelea. Nikipelea nitafanya, lakini mimi niwaambieni, mwezi ukianza ninatafuta hela ya kesi ya train yenu. Kwa sababu nasema nikiuza kesi 2 nimekava PV 500 ambazo hata ikitokea hazitapatikana nimezijaza mimi. Sasa inawezekana wewe sio Lilian Donge, huwezi kuanza mwanzo wa mwezi na stock. Fanya sasa hivi. Tafuta bidhaa zako. Kama unaweza kuuza Supergrow, angalia. Zimebaki PV 200, malizia. Zimebaki PV 500, malizia. Usikubali kuzoea kutokuqualify title yako. Usikubali kuzoea kupiga step, kwa sababu no step up, no excitement. No excitement, no business. No qualification, no excitement. No excitement, no business. Watu wanaquit hii biashara kwa sababu hawataki kuwekeza, na wasipowekeza hawapati hela, na wasipopata hela hawawi motivated. Wakikosa motivation wanaquit biashara. Yaani mpaka najingata. Nenda kafanye chochote utoke hapo ulipo. Nenda kafanye chochote uqualify title. Nenda kafanye chochote upate incentive ambayo biashara wamekuwekea na ni viongozi wako wamekuwekea. Toka hapo. Mpenzi wangu, dunia imonee huruma mtu anajionea huruma. Mimi huwa nawaambia watu,
una hela benki, una 500,000 benki au una milioni benki, lakini ulipomwoga wa maisha uko unasema hela nimeitunza ili kitokea shangazi anadumbukia chooni nimtoe. Kwa hiyo hela yako ipo kwa ajili ya majanga. Yaani watu wametunza hela benki, wanasubiri shangazi ameze shoka. Wanasubiri mjomba abinuke huko. Kichwa cha mjomba kimebinuka, kimegeukia nyuma kwenda mbele, inahitajika 200,000. Yaani nikwambia wewe ni muoga wa maisha vibaya mno. Yaani inatakiwa hiyo hela itoke inunue bidhaa, akili kukae sawa, ili mjomba kichwa kikigeuka unasema naenda kuuza treneni nigeuze kichwa cha mjomba. Unatunza hela usubiri matatizo? Are you serious? Eti hiyo hela unajua changamoto zinazotokea, wewe una miadi na nani? Na shetani. Wewe ni mtoto wa shetani, kwamba hela yako tu itatumika kwenye mambo ya shida. Hebu nenda katoa hiyo hela benki. Hela inakaa benki inakatwa haizai. Nenda kanunue treni, nenda kanunue Supergo, nenda kanunue chochote ambacho kitazunguka kwenye biashara yako kukupe hela. Hapa naongea serious. Hela ambayo haizai. Umekaa unasema hii hela, unajua watoto mwezi wa 9 wanafungua chuo. Sasa wewe mpaka mwezi wa 9 hiyo hela umeitunza ya nini? Unajui kama ukiizungusha kwenye biashara itakuzadia zaidi ya hiyo hela iliyopo. Yaani utakuwa na ada na una hela. Yaani mimi sielewi mtu ambaye haioni hii kama biashara. Uko hapo unajionea huruma, unaiangalia hela yako, unaona tu mimi jamani hela, yaani tu bora ikae benki. Unasikia raha kusema benki una 500,000. Yaani unasikia raha kusema benki na milioni 2. Hebu uzitoe uzizungushe kwenye biashara. Mimi naweza nikagawa hela zote, nikapeleka huku, nikarusha huku, nikachukua na stock yangu. Nasema sasa maisha ya Lilian Ndonge haya hapa. Nauli na kila kitu nitapata hapa kwenye treni yenu. Kwa hiyo yani tu kwenye bajaji, kwenye nini, nikwambie tu nanyoka na mtu. Kwa sababu ukiwa na stock, alafu kwenye benki yako hakuna hela. Hivi unajua utauza? Watu wamuuzi kwa sababu hamna stock. Watu wampigi step kwa sababu hamjali stock. Hivi wauza nguo wa Kariakoo wangekuwa watumi makontena ya nguo, wanafanya kama unavyofanya? Unaanza kuambia watu tunasubiri mteja akupe oda. Wewe wakisubiri hizo oda wataagiza makontena lini? Agiza kontena lako, weka dukani, utaongea na watu, utauza. Unakaa unasubiri mteja ndo akupe hela, utajichelewesha. Wewe tu cha kufanya ujue New Life ni biashara, na unaweza ukajichallenge kwamba hii hela nimeichukua ni ya Junior ya ada. Junior mwezi wa 9 anaenda shule. Sasa natakiwa niirudishe kabla Junior hajaenda shule. Mama yangu, dada yangu, kaka yangu, hutatuliza hiyo akili. Uko kwenye comfort zone kwa sababu hakuna kitu kinachotrigger biashara yako. Umerelax. Unasikilizia mteja wa nani? Unasikilizia mteja wa wa vitamin A and D PV5. Upline akikupigia unamwambia upline kuna mteja anamsikilizia. Kumbe huyo mteja ananunua vitamin A and D PV5. Are you serious? Yaani niwaambie, nenda ka focus kupiga step. Nenda ka focus, mwambie upline wako ili niweze kuwa manager natakiwa kufanya nini. Chukua training zako, chukua Supergo, chukua bidhaa zozote ambazo unajua kabisa hizi nikiingia mzigoni ninaziuza. Wateja wapo wengi. Ila tatizo tunataka kuifanya biashara ya New Life kama biashara ya winga. Tunataka tuifanye kama biashara ya winga. Tuanze kusikilizia mteja afu akija ndo tukimbie New Life tukachukue bidhaa. Tena bora hata Dar es Salaam. Na wenyewe sio eti kwamba na nyinyi naonea huruma, hapana. Huko Mwanza uwe winga, akia Mungu utachelewa sana kukua kwenye biashara yako. Hii biashara sio winga. Hii ni biashara ambayo unatakiwa uwe na stock, uwe na biashara. Waulizeni viongozi wenu kama hawana stock. Yaani wana stock na wanauza. Wewe unafurahia tu fulani. Jamani, fulani amekuwa safaya. Yaani namuonea wivu. Hivi unajua ameweka stock ngapi? Ameamua kuachana na winga.
ameamua kuingia mzigoni kufanya biashara. Hakuna mtu ambaye atawekeza Neolife isimpe matokeo. One of the business ambayo ina shukurani ni Neolife. Trust me, biashara ya Neolife ina shukurani hakuna mfano. Nitapa story ya mwisho. Nilikuwa na downline, nikamwambia sasa downline, mimi mtu akianza biashara lazima alipwe 3%. Yaani ni lazima, kwa sababu anaweza akaquit biashara kaona kama havifanyi kazi. Kwa namuuzia lazima uwe ndani ulipwe 3%, kampuni ikulipe. Kwa hiyo 3% atafanya kesi ya TNN. Sasa alivyochukua kesi ya TNN, kila siku ananipigia simu analalamika. Oh, mimi jamani, sijauza. Unajua upline jamani. Nikamwambia kwani umechukua nyanya hizo kwamba zitauza? Hapana upline. Sasa kwa nini unalalamika? Hivi ungekuwa umenunua una biashara ana duka la dawa. Nikamwambia hapa duka la dawa hizo panado zimeisha. Hizo gloves ulizonunua zimeisha. Kwa nini unataka kuilalamikia Neolife? Nikamwambia kwa unaona Neolife ni kama muujiza tu, kwamba yenyewe vitu vyake vikija mkononi mwako utaviuza tu haraka haraka, siku moja siku mbili vitaisha. Sasa juzi kanipigia simu, kauza TNN 4. Yaani yuko excited. Ananiambia kumbe vinawezekana apply. Kwa sijui. Mwezi unataka kesi 2. Huyo mtu atakaa afanyage stock maisha yake yote. Kwa nini? Kwa sababu sijataka mtu aanze biashara aanze kusikilizia, kwa sababu ukimwacha mtu asikilizie biashara kama winga ataweza kuquit. Kumbuka biashara yetu yani haina shape. Mtu akiwa anaanza ni shapeless. Kwa as anafanya ndo shape inaanza kuonekana. Sasa wewe ndo upline ambao unatakiwa uweke shape. Kwa hiyo huwezi kwenda kumwambia downline achukue stock ya TNN wewe hujawahi kuichukua. Unanitania wewe. Hiyo nguvu yenyewe kumwambia utamwambia kutokea wapi? Haitawezekana. Lakini as upline ukiacha uwinga, timu yako yote itaacha uwinga. Unapost unasubiri mteja, huo ni uwinga. Naomba sana timu tuache kusikilizia matokeo. Matokeo huwa yanafuatwa, yanatafutwa, yanapambaniwa. Yaani hakikisha unapambania matokeo unayapata, kwa sababu Neolife nimesema ni shapeless business as you start. Kwa hiyo shape ya biashara unaitengeneza wewe. Unataka iwe rectangle, unataka iwe oval, unataka iwe triangle, unataka iwe yani shape yote unayoitaka unaweza ukaitengeneza Neolife, lakini inaanza vizuri. Kwa hiyo hakikisha unajenga msingi wa zege na mawe, ili ukija kujenga biashara yako isije ikaporomoka chochote kikitokea. Wengi tunajenga msingi wa matope, hata upepo unaweza kubomoa biashara zetu. Kwa nawapenda sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nimejaribu kugusia engo zote, na ninatamani tunapofunga mwezi kutoka hii team nisikie kuna managers wapya, kuna senior managers wapya, kuna executive managers wapya na directors.